ama ulikuwa kuna namna fulani kuna namna fulani tuna mtazamo fulani, yamkini Mungu akakutoa mahali akakupeleka mahali. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu Kristo amebadilisha maisha yangu. Najua anaweza kubadilisha maisha yako pia. Amen. 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 Nitaomba nipate nafasi ya kuzungumza ushuhuda wangu kwa habari ya kuzimu. Halafu nipate kuzungumza safari 3 ambazo Mungu amenipa. Sijui hata mimi, ukiniuliza kwa nini, hata mimi sijui. Mara 3 Mungu amenijalia kufika mahali pa ukumbi wa hukumu baada ya kufa mwanadamu. Mtu anapofariki duniani, baada ya kufa sio mwisho wa mwanadamu. Vile watu wanakuweka kwenye jeneza, wanakusanyika, sio mwisho. Kuna mahali roho ya mwanadamu inasafiri, inaenda. Kama mtu alitaka kulala, usilale muda huu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Binafsi maisha yangu yamebadilika. Mtazamo uliokuwa nao juu ya Mungu umebadilika kabisa. Namna nilivyokuwa nafikiria mambo sivyo. Bwana asifiwe. Amen. Nisome andiko moja, kitabu cha Job. Kiswahili tunasema Ayubu ama ni Job chapter 33. Kiswahili tunasema Ayubu, Kiingereza tunasema Job, si ndio jamani? Chapter 33 verses 14 to 18. Tunaweza kusoma kwa Kiingereza alafu tukasoma tena na kwa Kiswahili. Karibu mtu anaweza kusoma kwa lugha ya Kiingereza. Job 33. Yes. 14 mpaka 18. Job 33 kuanzia 14 mpaka 18 nasema, For God does speak, now one way, now another, though no one perceives it. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on people as they slumber in their beds, he may speak in their ears and terrify them with warnings, to turn them from wrongdoing and keep them from pride, to preserve them from the pit, their lives from perishing by the sword. Amen. Amen. Tunaweza kusoma kwa Kiswahili. Nasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, hajapo kuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimesoma maneno haya, nasema kwamba watu wanapokuwa, Mungu anaweza kuzungumza na mwanadamu kwa njia nyingi, si ndio jamani? Anaweza kuzungumza na mwanadamu kwa sauti, anaweza kuzungumza na mwanadamu katika mazingira, anaweza kuzungumza na mwanadamu kwa hisia, anaweza kuzungumza na mwanadamu kwa ndoto, anaweza kuzungumza na mwanadamu kwa maono, kwa neno na kwa namna mbali. Sasa nimesema nitaanza nizungumze kile kimenitokea katika maisha yangu. Sijawahi kujua ilikuwa ikawa tu hivyo. Ni Mungu alipenda ili kusudi apate kunisaidia mimi, lakini pia asaidie wanadamu, asaidie Wakristo, watu waliookoka ndani ya makanisa, wakiwa wanaabudu na kukusanyika wakisema wanatafuta uzima wa milele. Amen. 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 Sasa siku moja, ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 2 mwaka 2022, nikiwa nyumbani kwangu, tumemaliza majukumu kama jioni, tumemaliza majukumu, kila mtu anaelekea chumbani kupumzika, na mimi nilitoka nikaelekea chumbani kwangu kupumzika. Wakati nimefika pale chumbani, baada ya muda, kwa sababu sikuwa najua kitu kitatokea, kwa hiyo siwezi kusema ilikuwa ni saa ngapi ama ni dakika ngapi. Amen. Amen. Baada ya muda fulani, nilikuwa niko tu pale kitandani, ghafla niliona mtu, nitumie lugha hiyo, amesimama mbele yangu. Alisimama mbele yangu, sikuwa naweza kumuona, yani huku siwezi, kwa maana kama uwezo kachora kwamba sura yake uandike. Hakuna mtu anaweza kuchora picha ya Yesu. Zile picha wamechora makanisa mbalimbali, yule si Yesu, yule ni mtu tu. Amen. Amen. Sasa wakati amefika, aliposimama mbele yangu, alikuwa
nitumie lugha niseme, alikuwa niseme strong man, yani alikuwa ni mtu imara sana. Alikuwa katika mkao wa kusema mtu vyote ni mali yake. Mtawala anaweza kukaa mahali na mtu ambaye si mtawala, unaweza kutofautisha, sio kwamba huyu mtu amekaa kila kitu alivyosimama tu, kila kitu kiko chini yake. Yeye ni yote katika yote na ndani ya yote. Alikuwa amesimama, lakini nilikuwa namuona hivyo. Sasa wakati amesimama pale mbele yangu, akajitambulisha kwamba yeye ni nani. Akajitambulisha yeye ndiye Mungu aliyeumba mwanadamu. Yeye ndiye aliyeandikiwa katika maandiko matakatifu. Akasema sababu iliyomfanya aje pale. Akaniambia kwamba nimesema aliniita, sio? Akaniita Doreen, nikaitika. Akajitambulisha. Baada ya kujitambulisha akasema, nimekuja hapa, ninataka kushuka na wewe kuzimu. Alipozungumza maneno hayo, mimi nikajibu nikiwa na uelewa. Nikamwambia, mimi siwezi kushuka na wewe kuzimu. Kwa nini nilimjibu maneno hayo? Nilimjibu hivi kwa sababu nimesoma Biblia ikieleza kuzimu ni mahali pa vilio, ikieleza kuzimu ni mahali pa moto, ikieleza kuzimu ni mahali pasipo na amani, ikieleza kuzimu ni mahali watu wanalia na kusaga meno. Nikasema nimesoma Biblia ikieleza kuzimu ni mahali pabaya. Kwa ufahamu ule mdogo niliopata kwenye maandiko matakatifu, siko tayari kwenda mahali kama hapo. Wakati nimemjibu maneno hayo, alirudia kwa mara ya pili. Akaniambia, lazima nishuke na wewe kuzimu. Aliporudia hayo maneno mara ya pili, hiyo sauti yake ilivyoingia ndani yangu, ilipenya ndani ya mwili wangu. Yani iliwezekanaje hata mimi siwezi kuelewa. Kwamba niliona mifupa yangu yote ya mwili wangu ni kama nisikio. Mifupa yangu yote ilisikia. Damu yote iliyoko ndani ya mwili wangu ilikuwa inasikia. Na nyama yote iliyoko katika mwili wangu ilikuwa inasikia. Ile sauti ilivyopenya kila kiungo, ilikuwa ni kama mwili wangu ni sikio. Ikazalisha tetemeko ndani ya mwili wangu. Nikaanza kutetemeka na kutetemeka. Wakati nikiwa katika ule mtetemeko, kufumba na kufumbua, nilijikuta tumeanza kushuka chini. Tukazama. Wakati tumeanza kushuka huko chini, kulikuwaje? Kulikuwa ni giza totoro. Sijui kama hii Kiswahili itaeleweka. Giza totoro maana yake ni giza, yani ni zaidi ya giza. Ni giza ambalo utasema kama ni gunia zito, kama ni kitu kizito. Ni giza, yani ni zaidi ya ile giza tunaloliona duniani. Wakati usiku unaingia hakuna taa, ni zaidi. Ile sio giza unaweza kaangaza macho kaona kitu. Lile ni giza, lilikuwa ni giza ambalo hata wewe mwenyewe haujioni. Yani hata mimi sijioni giza lilivyo kubwa. Lilikuwa ni giza ambalo ukifumba macho na ukifumbua ni sawa sawa. Aliyefukifumba na ukifumbua ni vile vile, kwa sababu ya ukubwa wa giza nene. Sasa tulikuwa tunashuka katika hiyo hali, alikuwa amenyamaza kimya. Hakuwa anazungumza neno. Wakati tumeshuka kwa mwendo fulani, sasa yeye akatengeneza mwanga. Sijajua alifanyaje, lakini akamulika. Alipomulika hivi mwanga, ndipo nilipoona kumbe tunashuka kwenye kuta. Kwa sababu lile giza lilikuwa haiwezekani uone kitu. Nikaona tulikuwa tunashuka kwenye kuta. Zile kuta zilikuwa zimejengwa kwa mawe imara sana. Sasa wakati nimeona hivi kuta, nikasema Mungu, ngoja nione ni kuta kweli. Pale kutani nikainua mikono yangu miwili nikagusa hivi yale mawe. Ili kusudi niwe tu kuthibitisha kwamba hivi haya ni mawe kweli. Nilipogusa yale mawe, yalikuwa na rangi ya jiwe lililoungua. Jiwe lililoungua lilikuwa na rangi kama kijivu, ni kama black ama kama gray, kama kijivu linakuwa hivyo, sio? Nikapata ufahamu ndani yangu, hii rangi ya haya mawe huko chini tunakokwenda, moto ulioko huko chini unafanya haya mawe yawe na rangi hii. Baada ya kupata huo ufahamu, akauondoa ule mwanga, likarudi giza totoro. Wakati limerudi giza totoro, tukaendelea tena kushuka. Tukashuka. Tulipofika mahali miguu hii miwili ikakanyaga kwenye ardhi inaitwa kuzimu. Napenda kuambia wanadamu wenzangu, nina uchungu ndani ya moyo wangu, na nikiangalia nasema hivi, wanadamu mtu anajua baada ya kufa kitu gani kinatendeka mbele yake. Nilipokuta miguu yangu miwili imekanyaga, imetua cha kwanza kilichoingia ndani yangu, nilipata 100% nimekata tamaa. Nilikuwa nimekata tamaa 100%.
Na ndani yangu nilikuwa najiona nimezaliwa, kwa sababu pale chini duniani tulikuwa na duniani ni hapo juu. Ilikuwa duniani ni hapo juu kwa sababu tumeshuka chini. Kuzimu yuko hapo chini. Sasa wakati nasikia ndani yangu 100% nimekata tamaa, nilikuwa ndani yangu ufahamu ndani yangu, nilikuwa naona duniani nilizaliwa siku moja, nikaishi siku moja, siku ya 3 ndio nimekufa na ndio makazi yangu ya milele, nimefika mahali pale. Nikakata tamaa asilimia zote. Wakati ndani yangu nilikuwa na hisia hizo za kukata tamaa, aliyekuwa pamoja nami bado alikuwa hazungumzi neno. Moyo wangu umepaniki, nina maumivu ambayo hakuna namna naweza kuelezea madhamu kuambukiza zile hisia mtu akaelewa. Kwa sehemu kidogo Mungu akikubariki yamkini unaweza ukaelewa. Nikiwa katika zile hisia za maumivu, nimekata tamaa kabisa. Wakati baadaye nikaanza kuona mapepo. Yalikuja mapepo mbele yangu ya kila sura. Mapepo yana sura nyingi mbaya. Nikimtazama tu pepo alivyo ni mateso kwa mwanadamu, kwa sababu namna muonekano wake ulivyo mbaya. Sasa wakati yale mapepo yanakuja mbele yangu vile, hali nimepaniki vile, mapepo yakaanza kunisogelea. Mapepo yalikuwa na mikucha mirefu. Nikasema tabia ya mwanadamu kuwa na mikucha mirefu ni tabia ya ibilisi. Tunafuga makucha duniani yamerefuka, wengine wanapachika wanaongezea. Hapana, hiyo sio tabia ya Mungu. Sasa mikucha ilikuwa ni marefu. Yale mapepo yalikuwa yamebeba silaha za kila aina za kutesea mwanadamu, hata ambazo duniani haziko. Yale mapepo yakaanza kunisongelea hivi. Alafu sasa yanaponiona vile nilivyopaniki, nimechanganyikiwa, ninasema natafuta kwa nini niko mahali hapa? Ni moyo wangu umepaniki sana. Mapepo yakaanza kuniangalia, nasema tunaona wewe ni mgeni ndio unakuja. Tunaona wewe ni mgeni. Tunaona ni mgeni ndio unakuja. Ni yananisogelea ili kusudi apate kunishika. Wakati yale mapepo yanapiga tu yanishike, yule aliyekuwa pamoja nami aliyageukia, nikasema hakuna kisichotii Mungu. Aliyageukia akaambia, huyu yuko na mimi, mwacheni. Mapepo yakafanya, yani alikusanya mikono yakafanya respect, papu yakakimbia kaenda mbali. Kwa hiyo pale mimi nikajipata nimebaki peke yangu. Niko na yule aliyekwenda pamoja nami. Wakati mapepo yameenda mbali, ndipo nilipoinua uso wangu kutazama. Kuzimu ni kubwa sana. Wakati nimeinua macho yangu kutazama, ninachokiona nilisikia kama anataka kuwa mwenda wazimu. Nilijipata nimeinua mikono yangu miwili hivi juu. Nilianza kutembea, ninatembea. Unasema naenda wapi? Ninatembea tu. Niliita Yesu kwa sauti yangu yote. Nikasema dhambi zangu zote leo naacha, naomba unitoe mahali hapa. Hayo maneno niliyarudia sana. Wakati nimeinua mikono yangu juu na ninatembea, hakuwa ananijibu. Nikasema dhambi zangu zote leo hii naziacha na kuomba uniondoe mahali hapa. Naomba unitoe mahali hapa. Naliona watu walikuwa wamenyanyua mikono juu. Kuzimu kuna wanadamu wengi kama utitiri. Watu ni wengi. Wamama wako, vijana wako, watoto wako. Nirudie tena, sijakosea. Watoto wako. Bwana asifiwe wa Kristo. Amen. Bwana asifiwe ndugu zangu. Amen. Mungu wetu asifiwe tena. Amen. Watu ni wengi, watu walikuwa wameinua mikono juu. Kila mtu analilia msaada. Hakuna wa kukwambia pole. Hakuna kukwambia wewe kimekuleta nini hapa. Kila mtu anaumia maumivu yake. Hakuna mtu akukwambia wewe fulani. Hakuna mtu, hata kama mama ameingia kuzimu na mtoto wake ameingia kuzimu, wako mahali pa mateso. Mama hawezi kusema alilie mwanangu. Mama analilia maumivu yake, mtoto analilia maumivu yake. Bwana atusaidie sana. Amen. Mungu atuhurumie. Amen. Nikiwa katika hiyo hali ya kupaniki, kwa sababu mimi nilikuwa na mwenyeji wangu, yeye aliyekuwa mwenyeji wangu akaanza kutembea na mimi nikaanza kufuata. Eneo moja ambalo alipita, nilikuta mtoto. Ni kama alikuwa utasema na miaka kama sio 6, 7, alikuwa ni age hapo. Yule mtoto alikuwa mahali penye moto mkali. Ni kama kusema hii nyumba yote ilikuwa imejaa moto. Na ule moto ulikuwa ni moto wekundu. Nyumba ilifanya imejaa moto, alafu mtoto kamweka katikati. Ni kama yuko ndani ya bahari ya moto. Yaani chini moto, juu moto, anaelea hapa katikati. Hata akisema angeinua mikono juu, labda angepata hewa vidole, hakukuwa na hali hiyo. Pepo kubwa lilikuwa na upanga mkali, lilikuwa pale kwa yule mtoto. Fikiria yuko ndani ya moto na pepo anafanya anachojisikia ndani ya mwili wake.
Nilisikia ndani yangu, roho yangu ikaniuma, nikasikia maumivu. Baada ya hapo yule mtu akatoka tena, akaanza kutembea mbele. Wakati ameenda mbele kidogo, nikuta mwanamke alikuwa amekaa kwenye kitu fulani, alikuwa amekalishwa mahali pale, na kushoto kwake kulikuwa na pepo kubwa sana, na kulia kwake kulikuwa na pepo kubwa sana. Pepo aliyekuwa upande wa kulia alimfanya hivi yule mwanamke, alimsukuma hivi kichwa chake, akabendia shingo upande wa kushoto. Alichukua panga refu, alilichoma hapa, ile panga likatokea huko, damu iliyobubujika na kilio. Alilia yule mama. Nikasema, Mungu tuhurumie. Bwana asifiwe ndugu zangu. Amen. Bwana asifiwe wa Kristo. Amen. Tunatafuta uzima wa milele. Je, kuna mtu yuko ndani ya kanisa anatafuta uzima wa milele? Kuna mtu yuko mahali hapa anatafuta uzima? Je, unajua kuna hukumu ya Mungu baada ya kufa? Je, unajua utatoa hesabu ya maisha yako? Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu atuhurumie tena. Amen. Baada ya kutoka pale kwa yule mwanamke, yule mtu alikuwa haongei. Angetaka uone kitu kwa muda tu sekunde, mnajikuta umefika mahali pale. Akasogea tena mbele. Wakati ameenda mbele kidogo, nitolee mfano labda hiki hapa. Kuna vile vibao wanakatia nyanya, vitunguu na viweka vibao nakata, si tunajua. Sasa niliona kile kibao kilikuwa kidogo kama hivi. Kile pale kwenye kibao kulikuwa kwenye huku pande labda tuseme right, kulikuwa na pepo, na kushoto kulikuwa na pepo. Alafu ndani ya kile kibao kililazwa kiwiliwili cha mwanadamu. Sijui lugha kama mte, kiwiliwili na maanisha hakina kichwa. Pepo aliyekuwa upande wa huku na pepo aliyekuwa upande wa huku, wote walikuwa wameshika mapanga. Pepo aliyekuwa huku upande wa kichwa alikata hiki kichwa cha mwanadamu. Alikikata kichwa chote akakiondoa, na pepo aliyekuwa huku chini alikata mwili wa mwanadamu, alikatia hapa. Kwa hiyo kiwiliwili cha mwanadamu kikabakia hiki, kikalazwa pale kwenye kibao. Kilikuwa kimeng'atwa. Biblia inasema kuzimu kuna funza. Kilikuwa kimeng'atwa, hakuna eneo unaweza ukagusa ambapo hapajatobolewa, kwa sababu akili kiwiliwili hakikuwa na kichwa, ila kina uhai. Kuzimu hakuna kufa, tunakufa mara moja. Si Biblia inasema mwanadamu anakufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Mwanadamu ataenda kutoa hesabu ya maisha yake aliishi duniani, vile alivyofanya, akaingia na kutoka, kila mtu kwa kadri yake Mungu alivyompa kukaa. Sasa kile kiwiliwili, kwa sababu hakina mdomo, kilikuwa kinatetemeka, maumivu. Hakiwezi kupiga kelele kwa sababu mdomo umeondolewa na kichwa, ila kilikuwa kinatetemeka mno. Kikiwa katika hali ile ya kutetemeka, mapepo ndio kitu alicho anafurahia. Mapepo yanasikia raha, mateso na nini na kila kitu. Mateso ni kama ndio kitu kinachoburudisha mapepo kuzimu. Baada ya kutoka pale, yule mtu akaendelea tena kwenda mbele. Alipoenda mbele kidogo, akasema hivi, nataka twende kwenye jukwaa la maonyesho. Ndani yangu nikajisemea, jukwaa la maonyesho kuzimu wanaonyesha kitu gani? Wakati nimejisemea mimi, hakuwa ni mtu mwenye maneno mengi, lakini pia nikajifunza tabia ya maneno mengi ni tabia ya Ibilisi. Kristo Yesu hana maneno mengi. Anaongeaga panapotakiwa kuongea, pasipotakiwa kuongea haongei. Bwana asifiwe sana. Amen. Nilisoma hiyo tabia yake. Haongei kila kitu, haongei kila mahali. Anaongea panapotakiwa kuongea, pasipotakiwa ananyamaza. Aliposema anataka twende kwenye jukwaa la maonyesho, wakati ndani yangu najisemea, kufumba na kufumbua, tulisafiri ni kama mwanga unaposafiri. Tayari umeshafika unakotakiwa, umefika unakofika. Ndani ya muda kidogo, wakati bado najiuliza moyoni mwangu, kuzimu kuna jukwaa la maonyesho, nikajipata tumesimama mahali. Hapo mahali palikuwa na mapepo, yalikuwa mengi. Mapepo yalikuwa yametengeneza round. Nikichukulia mfano labda kwenye viwanja vya mpira. Napenda kutumia lugha hiyo ili mtu angalau apate picha. Watu wanapozunguka round, alafu wote macho yao wanaangalia. Si watu kwenye mpira wanaangalia kile kinachopigwa pale katikati. Kwa hiyo wamekaa wote wamezunguka, alafu macho wote wanaangalia pale. Sasa mapepo yalikuwa yamekaa kwenye mfumo huo. Sio kwamba yalikuwa kwenye uwanja wa mpira. Yalikuwa yametengeneza round, alafu yote yanatazama kitu pale katikati. Alafu baada ya muda, wakati kabla sijaingia katikati yao, nikasikia mapepo yakaruka, yakaanza kushangilia. Kila pepo alionyesha hisia za furaha alivyoweza. Nikasema, mapepo yanashangilia kitu gani? Kitu gani kinayafurahisha? Wakati najiuliza mapepo yanashangilia kitu gani, nikajikuta niko katikati yao.
Nikiwa pale katikati ya yale mapepo, niliona jukwaa. Lilikuwa ni jukwaa ambalo halijajengwa kwa mawe wala kwa matofali. Lilikuwa ni jukwaa lililotengenezwa kwa moto. Moto ulitengeneza shepu ya jukwaa. Ili uwezekanaje? Hata mimi sijui. Bwana asifiwe. Wakati natazama ule moto, ambao umekaa shepu ya jukwaa, yale mapepo yalivyozunguka hivi round, alitoka pepo mmoja huku kwa mapepo mengine akiwa amebeba upanga mkali, na alikuwa na trot, anakimbia kiangalia yale mapepo, anaangalia, si mimi nimetoka huku, nimekuja hapa kwenye stage, anatembea na ule upanga, anaangalia mapepo, anaambia, angalieni, naenda kuonyesha show, nataka kuwaonyesha. Sasa alikuwa yule pepo anatembea hivi, yaani anapanda pale kwa madaa, anaingia ndani ya moto. Unauliza, pepo anaingia ndani ya moto? Ndio mapepo ya ungui sana. Anayewatesa wanadamu kuzimu si Mungu, ni shetani waliyemtii wakakataa kuacha dhambi. Mungu atahukumu wanadamu katika jehanamu ya moto, ambao katika jehanamu ya moto Biblia inasema ziwa la moto saizi hakuna mtu hata mmoja, ila wanadamu wanateseka kuzimu. Mapepo ndio yanayowatesa. Shetani waliyemtii wakashinda, wakaamini, wakavunja sheria ya Mungu, akamtii shetani, ndiye anayewatesa. Sasa wakati yule pepo anapandisha pale katikati ya ule moto, hakuna eneo machozi yalitoka kama hapo. Katikati ya ule moto nilimuona mwanadamu. Nilisikia uchungu ndani ya moyo wangu. Yule mwanadamu alikuwa ndani ya moto. Sijua alikuwa ni mwanaume, sijua alikuwa ni mwanamke. Sikufikiria hata kutazama huyu ni wa jinsia gani. Kwanza huwezi kuangalia kwa maumivu na machozi, kilio na kilio lia uliavyo. Yule mwanadamu alikuwa katikati ya ule moto. Moto unamteketeza. Ana maumivu ya moto. Nani asiyejua maumivu ya moto? Hata ukipika nyumbani kwako ule mvuke tu ukikukaribia unasikia utupe masufuria ukimbie. Vipi ukiwa ndani ya moto kabisa, yaani umeingia, ni kama hapa chumba chote kimejaa moto, uko ndani ya moto. Wakati akiwa ndani ya moto, pepo aliyetoka, yule ambaye anasema aliingia kwa style fulani kama na trot, alipofika pale alimnyanyua yule mwanadamu kama anavyonyanyua karatasi. Mwanadamu ni kiumbe dhaifu mbele ya pepo. Tuko hapa duniani saa hii tunasema nachoma mapepo. Kama mwanadamu atakufa katika dhambi, ukakutana na huyo pepo uliyemwambia na kuchoma, pata picha atakufanyaje? Tumechoma mapepo mangapi toka tumeokoka? Unadhani ukifa na dhambi hali yako itakuwaje? Unakutana na uliyemtesa miaka yote duniani kwa jina la Yesu. Umeenda mahali, kwa sababu kuzimu ni makazi ya mapepo. Umeenda nyumbani kwao, umeenda kwenye makazi yao. Unadhani hali yako itakuwaje? Alipofika yule pepo, alimnyanyua yule mwanadamu kama karatasi. Mwanadamu ni kiumbe dhaifu. Alipomnyanyua yule mwanadamu, alimpanua hivi, nitazame tuwe na amani. Alimpanua hivi miguu, unaona miguu yangu? Alipomnyanyua akampanua hivi. Alipompanua huyu mwanadamu hivi, kutumia ule upanga alimgawa hapa. Alifanya tu ni kama kusema alifanya tu mwanadamu akamgawa hapa. Damu iliyomwagika, kilio alicholia yule mwanadamu, nililia, nikalia na kulia. Mungu atuhurumie wanadamu. Amen. Bwana asifiwe ndugu zangu. Amen. Kuna dhambi unafanya, umeficha dhambi. Kwa nini unaabudu? Kwa nini uko kanisani? Ni vizuri kufikiria ushirika wako na Mungu. Ni vizuri kufikiria namna tunavyoenenda, namna tunavyoishi. Kwa sababu kesho ikitokea leo umekufa, utakuwa shahidi. Bahati mbaya hautatokea, labda wewe ni Kristo amekupeleka uwe shahidi kama kazi aliyonipa. Kama ndo umeisha, utakuwa shahidi na utakuta zaidi ya, kwa sababu kuzimu ni kubwa sana. Ni pana. Mateso ya kila aina, yale yasiyowezekana kutendeka duniani, kuzimu yanatendeka. Tukiwa pale, baada ya kutoka lile eneo, alianza kutembea na mimi nafuata. Akafika mahali fulani akasimama. Aliposimama, mimi niliona watu wengi wanaingia kuzimu kupitia pale. Ndani yangu nikajisemea, si yeye aliniambia, nikajiambia bila shaka hili ni lango la kuingilia.
kwa sababu niliona watu wanakuja, wanamiminika, wanaingia pale. Kuzimu hakuna ustaarabu. Hakuna ustaarabu, ni kama dustbin. Nani anapelekaga takataka kwenye dustbin kwa ustaarabu? Tunatoa heshima kwa zile takataka? Tujibu wote. Tunatoa heshima kwa zile takataka? Mtu mwingine anaweza kaa kumba, labda kama mfano labda ni shimo. Kuna dustbin za aina tofauti, sio? Sasa fikiria dustbin ya shimo, hata ukikaa mbali unatupia tu. Unakaa huku unatupia pa. Kwa kuzimu hakuna ustaarabu. Kuzimu there is no love. There is no respect. Hakuna huruma, hakuna upendo, hakuna moyo, hakuna tumaini, hakuna. Hivi tunavyoviona duniani kwa sababu ya rehema ya Mungu. Ni kwa sababu bado Roho wa Kristo yuko hapa duniani. Ndio maana tunaweza tukafurahi, tukacheka. Wakati tumefika pale, mimi nilijisemea ni lango la kuingilia. Waliingia saa ile tu nikiwa pale, waliingia watu. Najua nyinyi ni watu wa kuomba. Unaelewa, roho sio mpaka uiambie, ukitazama tu roho inaelewa, sio? Roho haihitaji kwanza kusema 1 2 3 4 5. Roho ikitazama inajua au watu wako bilioni 1. Roho ikitazama inaelewa, sio? Roho haina mpaka wa kuelewa Mungu alivyoiumba. Sasa wakati nilipotazama roho yangu nikajua wako 25. Waliingia kwa mkupuo pale kwenye lango. Nikasema nini kinawaleta mahali hapa? Hawa nao wanatafuta nini? Wamekuja kufanya nini mahali hapa? Wamekuja kufanya nini? Nilipotazama macho ndani yangu nikajisemea, bila shaka hawa ni wanakwaya. Walikuwa wanafanya kwaya duniani. Kwa nini nilijisemea ni wanakwaya? Kwa sababu ya muonekano. Walikuwa wamevaa uniform. Walikuwa wamevaa black na wakawa wamevaa na purple. Juu wanavaa chini black, juu walikuwa wamevaa purple. Nikajisemea bila shaka hawa ni wanakwaya. Nikaongeza tena ufahamu ndani yangu, nasema najua watu wa kufanana hawawezi kufa mara moja unless kuna kitu kimetokea. Nikajiambia bila shaka hapo duniani kuna ajali imetokea, ndio imewafanya wote wakaja hapa atpa. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukiwa pale katika lango la kuingilia hapo, wakati wale wanakwaya wanaingia, ndipo alipofungua kinywa chake. Akasema, nataka nikuambie wale Wakristo ambao watafariki hapo duniani, watakavyoteseka kuzimu, wale watakaofariki na dhambi za miili yao. Dhambi ya mwili ni ipi? Dhambi ya mwili ni matumizi ya mapambo ya uzuri. Bwana asifiwe. Inawezekana maneno mageni kwako, lakini ni vizuri kusema ukweli. Ukifa leo nisije nikasema Mungu, kwa nini ulienda Dorini mahali pale na ukanyamaza? Muonekano, dhambi ya muonekano, nitumie lugha hiyo. Bwana asifiwe ndugu zangu. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Alianza kuzungumza mapambo ambayo hata mimi sijawahi kuyajua. Ningekuonyesha picha yangu, sijui kama nitakuwa nimetembea nayo leo. Nashukuru Mungu niko na picha mbili. This is my picture. Huyu ni mimi wa jana. Na huyu ni mimi. Hapa nilikuwa niko Thadia chuo kikuu. Unaniona nimevaa kasketi kafupi, sio? Unaweza kaona hiyo nguo fupi. Unaweza sijui kama au yeah. Hii hapa nilikuwa nimeolewa. Huyo unayemuona ni mume wangu, ni mchungaji. Utakuta huyu unaona huyu mtu ni mweupe, sio? Si ndio? Lakini huyu anafanana na huyu. Nilikuwa natumia mafuta makali ya kuleta ngozi iwe nyeupe. Sikujua kama nafanya dhambi na sitaingia mbinguni. Hapo chini nilikuwa nimevaa viatu high heels nyingi, mpaka nilikuwa nimekuwa nikichua vyuo vikuu na wanafunzi tunashindana, sio? Yaani uwezo ukitembea unakuwa kama shamba, sio? Kwa hiyo ili kusudi uonekane na wewe uko duniani na wewe ni mtu, you must be lazima uinuke hivi. Sikujua kama Mungu anakasirika. Toka Yesu aliponitokea, na hapa nilikuwa namtumikia Mungu. Mimi ni mwinjilisti, hubiri mikutano ya injili mbalimbali. Nilikuwa nahubiri injili, namtumikia Mungu, ninaongoza makundi ya maombi. Yesu akasema, unanitumikia kwa ujinga Dorini, hautaniona. Endelea kuhubiri watu waokoke. Endelea kufanya unachofanya, lakini hautaniona. Kuzimu patakuwa ni mahali pako. Amenisaidia, nimebadilika. Amen. 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 Bwana asifiwe tena. Amen. Nionyeshe picha ukasema mimi sikuwa hivyo. Nilikuwa hivyo na kuzidi. Amen. 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 Alianza kuzungumza dhambi ya muonekano. Alianza kichwa akafika mpaka miguu.
Aliongea mpaka yale ambayo mimi mwenyewe siyajui, lakini wakati nimerudi kwenye Biblia hakuna kitu hakipo. Ni kwamba kanisa wa Kristo tumechagua aina fulani ya mafundisho yanayotupendeza, tukayaacha yale tunayodhani hayatupendezi, na hayo ndio yatakayotupeleka kuzimu. Bwana asifiwe sana. Amen. Niongea haraka haraka kwa sababu ya muda.